tumeona waziri mkuu wa nchi anatoka nchi inaitwa Haiti. Nchi ya Haiti imekuwa haitawaliki. Have you ever seen, sijui kwa sababu mambobo Reverend, kuna voodoo, kuna vitu pande ile Caribbean vinaitwa voodoo na vingine huko. Lakini ukiangalia ni weusi, lakini wao wanaongea Kifaransa. Lugha yao Kifaransa. Anakuja huko waziri mkuu kuweka mkataba. Kenya ipeleke askari wa polisi, sio askari jeshi. Askari wa polisi waende wakalinde amani. Kumbukeni kwanza, askari jeshi ndio wale walikuwa wanapiga viongozi tear gas. Sijui kama walipata umaarufu wa kupiga watu sumu hiyo ya machozi. Ndio sasa dunia ikaona hiyo Ruto wapeleke huko. Sisi tukapinga. Na bado tunapinga kwamba vijana wetu wakipelekwa Haiti, alafu tuone kwamba wamakufa kule wanaletwa na body bags. Kenya Kwanza will be held accountable by the Kenyan people. Viongozi wetu walipinga swala hilo kwa bunge, hata wakaondoka. Kenya Kwanza wakapitisha azimio lao hilo, resolution. Wakasema Kenya itapeleka polisi. Bado sisi, this is what it means to have official position. Tunapinga swala hilo. We can see danger ahead. But even worse, sasa Ruto na Prime Minister anaweka hiyo sahihi kinyume na uamuzi wa mahakama. In other words, contempt kisheria, yani wanapuzilia mbali tu mahakama. Huku mahakama ilikuwa imesema hapana, swala hili mambo yasifanyike, lakini wanaendelea wanaweka sahihi kinyume na uamuzi, direct uamuzi wa mahakama. Je, Wakenya tutaelewa tuna serikali aina gani? Ndio naona wengine kule huko Haiti, because a country inatawaliwa 80% na gangsters, yani robbers. Yani 80% hakuna serikali. Hata ile inaitwa complementarity, kwamba bunge letu likipitisha na lao pia lipitishe, hawana uwezo. Ndio anasema basi wewe kaa huko Kenya, usirudi huko. Shida. Lakini kilicho na umuhimu zaidi, huku tukipeleka askari polisi huko kwetu, Baringo mwalimu anauawa. Kwanza alikuwa amepigwa risasi akauawa. MCA mwenyewe, MCA kama wenu hapa, amepigwa risasi hapa nyumbani. Ukiangalia between Isiolo na Meru mpaka pale kuna shida nyingi. Kazi ya askari polisi yetu bado ni nyingi. Pengine hamjui kwamba ile accepted norm internationally ni kwamba to every policeman, kila policeman awe anaweza kuchunga raia 450. Our ratio ni 1 policeman to 1150. Iko juu more than 3 times. Yani tunahitaji hawa askari zaidi. Siku itakuja watoto wetu watatoka kule Haiti wakiwa maiti. Hiyo siku mjue wana Azimio, hii timu ya Kalonzo, timu ya Azimio tulisimama na Wakenya. Na wale wanatuma watoto wetu, they shall be held accountable. Lakini sisi wana Azimio tuko pamoja. Na Azimio iko imara. Ingawa mmesikia mzee wetu Raila Odinga anaenda kule AU, kuna wale wamesema labda sasa hiyo ndio mwisho wa Azimio. Hapana. Team tuko imara vile mnatuona hapa, na kazi yetu kama wale tuliko upande wa upinzani ni kuwatetea ninyi wananchi. Sababu kukiwa na shida, hiyo shida haijui kama wewe ni mwana Azimio ama mwana Kenya Kwanza. Ukienda kwa petrol station sasa, uwe bishop, uwe pastor, uwe mwalimu, uwe mwanabiashara, ile mafuta unaweka, petroli hiyo ni the same, bei ni ile. Mafuta ikipanda, sinapanda kwetu wote. Stima ikipanda, inapanda kwetu wote. School fees ikipanda, inapanda kwetu wote tukiwa wazazi. Uwe mzazi wa Embu, ama mzazi wa Bungoma, ama wa Kilifi, sote tunaumia.
Na ndio sababu tukija hapa tukiomba muombee serikali, pia muombee upinzani, so that we continue oversighting effectively serikali iliyopo sasa, na haswa kwa wale ambao walikuwa wametoa ahadi nyingi sana, na inaonekana ya kwamba ahadi hizo ni mwaka wa pili hazijatimizwa. I want to speak to the president. Na tunamheshimu kwa sababu amekalia kiti na Mungu amesema tuheshimu walio katika mamlaka. And I want to say this unequivocally, that if you are the president of a country and you set an example where people are disobeying court orders, na wewe unavunja sheria, wewe ujiulize, ngoja kidogo, wewe ujiulize kama wewe ni rais na umesema hautatii sheria, hautatii katiba, maneno ya koti hautasikiliza, what stops the ordinary person in Embu from coming to a neighbor's shamba and saying hii ni yako, upende usipende hii nitachukua? What stops an ordinary Kenyan from walking into another Kenyan's family and appropriating property from that family and saying hata mimi hii nimechukua? If the president cannot obey the law, cannot follow court instructions, why should ordinary Kenyans follow the law and obey court orders? Rais, you have to follow the law, you have to respect court orders for this country to move to the next level. Kenya Kwanza waliandaa hao wananchi, wakasema nikiweka Biblia chini hivi, gharama ya mafuta iende chini. Imeenda chini. Gharama ya sukari imeenda chini. Gharama ya majani imeenda chini. Gharama ya unga imeenda chini. Ile nafuu iko na Wakenya, Bishop sikudangani, ile nafuu tuko nayo Kenya hii saa hii ni hii mvua tumepewa na Mwenyezi Mungu. At least unaweza pata kuna mbosho, kuna ngwashi, kuna kitu. Lakini kajua kakiingia ndio utajua kimeumana. Kwa hivyo tuache kudanganyana na tuangaliane ukweli. Kenya Kwanza, you have no responsibility to remain in power when Kenyans are suffering. I want to ask you the honorable thing. You have refused to follow the constitution. You have refused to follow rulings of the court. You better resign early before these people send you home. Kenyans must send these guys home. It is very unfair. And President William Samoei Ruto, you are the first person to cause anarchy in this country when you are refusing to adhere to the rule of law and you are sworn to protect the Constitution of Kenya. When the rule of law says that you cannot send our boys and our girls to Haiti, na unaita mtu hata hatujui kama ni prime minister, unakuja unamuingiza State House, mnasaini mkataba ambao tunajua ni transactional. Party leader, this deal of Haiti is no other interest for Kenyans, it's purely transactional for this government. Ni mnanielewa transactional ni nini? Ni mtu amepewa kitu kidogo, amepewa dola kidogo hivi apeleke watoto wetu wakauawe. Huyo umesaini mkataba na yeye, ameambiwa kama ni mwanaume arudi Haiti. Amekwama hapa Nairobi, akula mali yetu. What kind of a government is this? Uliahidi watu wa Mlima Kenya, maneno ya maziwa itaangaliwa, maneno ya majani chai itaangaliwa, maneno ya mazao itaangaliwa. Saa hii unatembea kwa Wairia, unatembea Kenya mzima, unatembea kwa mlima, ukiwaambia wakiuza avocado watoe shilingi 5 wakupee uweke kwa mfuko. Jamani, tunajua Biblia. Na kwa Biblia kuna jamaa alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo kazi yake ilikuwa kutoza ushuru. Nataka kuambia William Ruto mambo ni matatu. Either ushuke kwa mti, uteremushe gharama ya maisha, ama tukate hii mti, uanguke chini, urudi kule Sigoi. Wale wanani watu wa mlima.
Hawa watu wameleta bill Wamalo kwa bunge, inaitwa livestock bill. Wanataka kuhesabu kuku zako, wahesabu kondoo zako, wahesabu mbuzi zako, wahesabu paka mpaka umbwa ili utoe ushuru. Sakayo shuka chini. Wakenya wanaumia na tuko kwa mlima. Hao Wakenya wanaumia, na nataka kuambia Gachagua, wacha kupaka watu mafuta ambayo haina harufu manukato. Unaambia watu wa mlima ati finance bill ilikuwa na shida. Wewe mwenyewe uliita wabunge kutoka UDA ukawaambia hiyo bill ipite bila kutolewa koma. Kwani hujui kusoma?